Mpenzi mtazamaji wa Mwangaza 360 Media, leo nataka nikupeleke kwenye simulizi ya kusisimua juu ya maajabu ya kale, maajabu ya ujenzi wa piramidi za Misri. Je, piramidi za Misri kuna maajabu gani? Wanahistoria, wanakumbukumbu wanasemaje kuhusu haya maajabu ambayo ni maajabu ya kale? Watu wengi wanajiuliza, wa Misri waliwezaje kujenga mawe haya makubwa bila mashine, bila magari ya kusafirisha mawe, lakini pia bila teknolojia ya leo? Teknolojia iliyopo kwa siku ya leo, teknolojia yenyewe inaweza ikawa inashindwa kujenga mawe yale, mawe makubwa ambayo haijulikani yalibebwaje. Sehemu ya kwanza ambayo tunaangazia ni muundo usioeleweka wa piramidi. Piramidi kuu ya Khufu ambayo ina urefu wa zaidi ya mita 140 na ilijengwa kwa zaidi ya vijiwe milioni 2.3, kila jiwe likiwa na uzito wa tani 2 hadi tani 15. Ni muundo usioeleweka, ni muundo wa mawe ambao mawe mazito, lakini pia mawe haya ni mengi. Je, waliinua vipi mawe haya hadi juu bila crane? Je, kwenye miteremko mikali ambayo ilikuwepo, waliwezaje kupandisha mawe haya bila teknolojia yoyote? Baadhi ya wataalamu na wanahistoria wanasema walitumia njia ya miteremko ya udongo au ramps, lakini hakuna ushahidi wa wazi. Wengine wanadai walitumia teknolojia ya siri ya sauti au sumaku, jambo ambalo bado ni kitendawili. Pia kitu kingine ambacho tunakiangazia ni usahihi wa ajabu. Misingi ya piramidi ambao ni sawa hadi kiwango cha milimita chache tu, inaangaziwa namna gani ambayo imewekwa kwa usahihi. Imepangwa moja kwa moja na ncha ya kaskazini, yani true north, kwa usahihi wa hali ya juu kuliko jengo lolote lililojengwa hadi karne ya 20. Kwa zana za shaba na mawe tu, waliwezaje kupata usahihi huu? Je, walikuwa na maarifa ya nyota, hisabati na geometry ya hali ya juu kuliko tunavyofikiria? Wapo wanadai ya kwamba wageni kutoka anga za juu au anga za mbali ambao wanajulikana kama aliens walitoka au waliwasaidia wa Misri kujenga. Filamu, vitabu na nadharia za conspiracy zinasema kuwa maumbo ya piramidi yanalingana na nyota za Orion na kwamba walituma ujumbe wa siri kwa viumbe vya ulimwengu mwingine. Lakini mpaka leo hakuna ushahidi wa kisayansi unaodhibitisha nadharia hii. Hata hivyo, hebu tuangalie namna gani ambavyo watu wanahisi labda aliens walihusika na ujenzi wa piramidi. Moja kati ya sababu kubwa inayoonyesha au inayofanya watu wahisi kuwa aliens inaweza kuwa walihusika na ujenzi wa piramidi ni pamoja na teknolojia ya hali ya juu iliyotumika. Teknolojia kubwa iliyotumika katika ujenzi wa piramidi za Misri, teknolojia ya vipimo, teknolojia ya ujenzi pamoja na teknolojia ya ubebaji au unyanyuaji wa mawe, inafanya watu wengi waamini kuwa kuna uwezekano mkubwa labda viumbe wao wa ajabu kutoka sayari nyingine walihusika au walikuja kutoa msaada katika ujenzi wa piramidi. Lakini pia maarifa ya uhandisi au tunasema engineering technology ni miongoni mwa sababu inayofanya watu wengi au wanasayansi wa sasa hivi waamini kwamba inawezekana viumbe wa ajabu wa aliens labda walikuja na waliwasaidia wa Misri katika ujenzi wa piramidi. Lakini pia ujuzi wa anga pamoja na geometry unafanya vipimo vya geometry ambavyo ni vipimo vya usahihi, vipimo vya kihisabati, vinafanya watu wengi waamini kwamba kuna uwezekano labda aliens walihusishwa na ujenzi wa piramidi. Nadharia ya Ancient Astronaut Theory. Nadharia hii ambayo ni maarufu kupitia mfululizo wa Ancient Aliens kwenye television, wananadharia hawa wanaamini kuwa piramidi zilijengwa si kwa mikono ya binadamu pekee, bali kwa msaada wa waliotoka angani. Pia mpenzi mtazamaji, kuna ushahidi wa ajabu ambao watu wa kawaida, watalii pamoja na wana sayansi waliowahi
waliozunguka katika maeneo ya pyramid wameyaona. Kwanza kuna jiwe la ndani la pyramid ambalo linaunganishwa kwa usahihi usioelezeka au usioonekana. Kuna jiwe ambalo hata kwa vipimo vya kawaida haviwezi vikapimwa au hakuna vipimo ambavyo vinaelezea kwa namna ambavyo mawe haya yamepangwa kwa usahihi. Lakini pia baadhi ya maandishi ya kale au tunasema ancient writing, maandishi ya kale yaliyopo katika maeneo ya pyramid ambayo yalikuwa yanaandikwa katika baadhi ya mawe yanaonyesha kwamba kuna viumbe vichwa vikubwa ambavyo vilikuwepo. Lakini pia kuna magari ya kuruka angani, magari ambayo yalikuwa yanatumika kurusha mawe angani au kupeleka mawe angani, inaonekana katika maandishi yalikuwa yanatumika. Wengine wanasema kuna vipande vya teknolojia ambavyo vilipatikana lakini vimefichwa na serikali za kisasa. Wanasayansi wa sasa wanasemaje kuhusiana na ujenzi wa pyramid? Wanasemaje kuhusiana na maajabu haya ya kale? Wanasayansi wengi wanapinga nadharia ya aliens wakisema ya kwamba Wamisri walikuwa na maarifa ya juu sana ya kiuhandisi au engineering. Lakini pia wengine wanasema kuwa Wamisri wa kale walitumia wafanyakazi wengi, zaidi ya wafanyakazi 10,000 hadi 100,000, na mfumo wa miteremko ya udongo ndio iliyotumika, na hakuna uwezekano wa aliens kutoka anga za mbali kuwepo katika nchi ya Misri. Mpenzi mtazamaji, kitu ambacho nataka uelewe ni kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja juu ya uwepo wa viumbe wa aliens au teknolojia yao kutumika katika ujenzi wa pyramid za Misri. Zaidi ya miaka 1000 kadhaa imepita tangu ujenzi wa pyramid ulipokamilika, lakini hadi sasa zinasimama. Hii ni kudhihirisha dunia kuwa hapo zamani teknolojia kubwa ya bara la Afrika au Afrika ilikuwa na teknolojia kubwa ambayo haikuwa na vipimo au hakuna mtu aliweza kupima. Kuna uwezekano mkubwa kuwa au labda, tujiulize swali moja. Je, walijenga kwa mikono yao tu au kuna kitu kikubwa zaidi ambacho kilihusika? Pyramid zinaendelea kuwa fumbo la dunia, ni fumbo kubwa. Je, ni ushahidi wa mafanikio ya mwanadamu au ni ushahidi wa mafanikio ya Mwafrika ya zamani, ambapo kwa sasa hivi Mwafrika anaonekana yupo chini, lakini zamani huenda Mwafrika alikuwa na teknolojia kubwa zaidi? Au ni alama za ujumbe kutoka kwa viumbe wa mbali waliojenga dunia ya kale kwa misingi tuliyoelewa? Je, wewe unaamini nini mpenzi mtazamaji? Wamisri waliweza kujenga peke yao au kuna jambo kubwa zaidi lililofichwa hadi leo? Tuandikie kwenye maoni. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu hii ili kupata simulizi na historia mbalimbali. Pia tutakuwa tunafundisha masuala ya biashara, uchumi, uongozi pamoja na afya. Tufollow pia kwenye page yetu ya Instagram Mwangaza 360 Media, Facebook Mwangaza 360 Media.